Ndugu zangu, watu wa Mungu wa kike na wa kiume, nami ni ndugu yenu Tusubisiwe Lwitiko Mtafya toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Nimekuja kwenu kwa tarehe hii ya siku ya leo, kwenu wachungaji nyote chini ya jua, maaskofu nyote chini ya jua, munaotumikiwa hamtumiki, kwani ni wafu kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu Yesu, anayesema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Lakini ninyi mnatumikiwa, hamtumiki. Ni wafu, ni wafu nyote, maaskofu nyote na wachungaji nyote chini ya jua, munaotumikiwa ni wafu, hamtumiki, kisa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata muwe hai. Nisikilize, maaskofu chini ya jua nchi yote, wachungaji nyote chini ya jua nchi yote, munaotumikiwa ni wafu, hamtumiki. Maana nimesema kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Kuto kuyafanya yote huko ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana, bali kuyafanya yote huko ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Hapo ninyi maaskofu ni wafu, kwa kuwa hamtumiki, ila mnatumikiwa. Nisikilize sana, wewe kama wewe, achana na kusema dhehebu letu, achana na kusema dini yetu, achana na hayo. Nimesema kwamba Mungu hakuumba dini, Mungu hakuumba dhehebu, Mungu alikuumba wewe, mtu wake. Unapaswa kumtumikia Mungu peke yake aliyekuumba. Achana na vyeo mlivyopewa na wanadamu. Unaweza kusema mimi ni askofu, unaweza kusema mimi ni mchungaji. Hapana, wewe ni mtu wa Mungu. Hilo ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. Askofu, hilo jina, kuitwa askofu, ni jina ulilopewa na wanadamu. Wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu peke yake. Mchungaji, hilo ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu, unaitwa mchungaji. Hapana, wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu. Utumishi wa kumtumikia Mungu, tena katika vipindi vyangu nimesema kwamba utumishi wa kumtumikia Mungu hatustafu kama ilivyo utumishi wa vyeo vyenu maaskofu. Inafika sehemu unastaafu. Kumtumikia Mungu, utumishi wa kumtumikia Mungu hatustafu, tunatumika mpaka kufa. Maaskofu na wachungaji, nisikilize, ni wafu nyote kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Yesu, anaposema kwamba anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Lakini ninyi hamuisikii hiyo sauti, kwani mnatumikiwa. Mungu awasaidie nyote, uwae yote, uliye askofu, uliye mchungaji, nisikie hapo, jijue kwamba hapo ulipo ni mfu, kisa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata uwe hai. Mungu akusaidie uwae yote. Wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu peke yake. Utumishi wa kumtumikia Mungu, narudia ili uelewe askofu, uelewe mchungaji, utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu.
yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hayo ni maneno ya Yesu, hayo ni amri za Yesu, hayo ni sauti ya Yesu, hayo ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Nisikilize, ni wafu nchi yote. Maaskofu mnaotumikiwa ni wafu kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Yesu, anayekwambia wewe unaposikia anapokwambia kwamba anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Halafu wewe unatumikiwa. Huisikii sauti ya mwana wa Mungu. Ni mfu hapo ulipo, uwaye yote uliye mchungaji atumikiwae, uwaye yote uliye askofu atumikiwae. Ni mfu kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata uwe hai. Hivi ninavyoongea hapa, mulikuwepo na mkutano mkubwa, mulikuwa munawatesa washirika ambao mmewaita kwamba hawa ni washirika wetu. Hawa ni watu wa Mungu, ni watu wa Mungu. Uko kwenye mkutano mkubwa ambao ulikuwepo, mulikuwa munawachangisha washirika kwamba hebu toa mchango wa jiko kuu. Hao washirika wanaenyeka na michango kuwachangia ninyi wachungaji. Alafu kuna jiko kuu ambalo ninyi wachungaji pamoja na wake zenu munajitenga, munakula vyakula vya kwenu. Hivyo vyakula waliochanga ni washirika, lakini washirika hao ni watu wa Mungu. Munawachangisha, wanachanga, munasema hili ni jiko kuu la kula wachungaji na wake zetu. Hapo bado mupo, munatumikiwa. Katika vipindi vyangu nimesema kwamba ninyi ni mabosi kuliko hata Yesu, maana munatumikiwa, munawatumikisha washirika. Hilo jina kwamba ni washirika ni ninyi, eti ni washirika wenu. Tena mmegawana, kila mchungaji na washirika wa kwake. Ninyi ole wenu. Alafu hawa washirika wanachanga michango, wanaambiwa changeni mchango wa jiko kuu ambalo ninyi wachungaji pamoja na wake zenu ndio mtajitenga na kula huko. Mnakula vizuri, mnakunywa soda, lakini washirika mchango wa kwao waliochanga kwamba huu ndio watakuwa nakula wa kwao, wanakula vichafu kuliko ninyi. Ninyi wachungaji mnatumikiwa, hamtumiki. Ni wafu kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata muwe hai. Ni wafu. Munawatesa watu wa Mungu na michango. Hao washirika sio washirika, ni watu wa Mungu wanaopaswa kumtumikia Mungu peke yake, sio na ninyi. Munawatesa watu wa Mungu. Ninyi wachungaji ni wafu hapo mlipo, hamtumiki kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu. Kuyafanya yote maneno ya Yesu ndio kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata muwe hai. Hapo mlipo ni wafu. Nchi yote ni wafu nyote munaotumikiwa ni wafu. Munawatesa watu wa Mungu na michango, munawatesa, wanahangaika hata wasijue la kulifanya. Mkutano mkubwa, tutakuwa na jiko kuu. Hilo jiko ni la kwenu na wachungaji na wake zenu. Wachungaji wanahenyeka na michango. Hao watu wa Mungu, hao washirika mliowaita kwamba hawa ni washirika wetu, kila mmoja, kila mchungaji ana washirika wa kwake, hao anawatumikisha. Ninyi tubuni, acheni
Acheni. Kama hamtaacha kutumikiwa, kama hamtaanza kutumika, kwa vile mmeujua utumishi wa kumtumikia Mungu kwamba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo, kuyafanya yote, huko ndo kutumika. Sasa ninyi hamtumiki, kisa ni wafu, kisa ni kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu Yesu. Yesu ndo mwana wa Mungu. Wachungaji anawaambia ninyi hata hao washirika sio jina la kwao, wamepewa na ninyi wachungaji kwamba hawa ni washirika wa kwangu. Mmegawana watu wa Mungu, kuwatesa, kula vinono huko kwenye mkutano mkubwa, kuwa na jiko zuri, mnakula vizuri, mnakunywa soda, lakini washirika ndio walikuwa wanachanga hiyo michango. Wao jiko la kwao utakuta hakuna hata soda, ambalo ni la kwao peke yao, lakini ninyi na wake zenu mnakunywa soda eti kwa sababu ninyi ni wachungaji. Acheni mambo hayo, acheni. Hao ni watu wa Mungu, ni watu wa Mungu. Mungu alijiumbia, anataka wamtumikie yeye peke yake, sio na ninyi wachungaji. Ninyi akina nani hata mtumikiwe? Mungu peke yake ndio anataka kutumikiwa na watu wake aliojiumbia. Wachungaji mliwaumba hao washirika, mnagawana, hawa ni washirika wa kwangu, hawa ni wa yule. We, acheni mambo hayo, acheni tabia hiyo. Ni wafu hapo mlipo, ni wafu na mtatupwa jehanamu kama hamtatubu na kuacha kutumikiwa, na kama hamtatubu na kuanza kutumika, kwa vile nimewafundisha utumishi wa kumtumikia Mungu. Hatustaafu, tunatumika mpaka kufa. Sio sawa na utumishi wa vyeo mlivyopewa na wanadamu. Mnasema huyu amestaafu, amekuwa mstaafu, lakini anaendelea kutumikiwa vile vile, kutesa watu wa Mungu. Mnawafanya watu wa Mungu kwamba wawe watumwa wenu. Ninyi maaskofu ni wafu hapo mlipo. Ninawaambia kila askofu, ukijijua kwamba wewe askofu unatumikiwa, jijue kwamba hapo ulipo ni mfu, hutumiki, kisa kutokuisikia sauti ya mwana wa Mungu. Hata uwe hai ni mfu, ni mfu. Askofu, mchungaji ni mfu, ni mfu. Mmekazana kujenga majengo hapa, tupo tunafanya kazi ya Mungu, kujenga majengo mazuri, kuweka marumaru. Mnadhani mnafanya ni kazi ya Mungu? Hapana, wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai, hao ndio mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu. Ninyi ni wafu nyote, ni wafu, ni wafu, ni wafu. Maaskofu, ninawaambia, ninawahakikishia, ikiwa ni askofu nayetumikiwa, jijue kwamba hapo ulipo ni mfu. Hilo jengo mnalojenga, mnadhani tupo tunafanya kazi ya Mungu? Si tuna jengo, tunamtumikia ni Mungu. Hapo wachawi wapo wanajenga, waongo mnajenga nao, mnadhani tupo tunafanya ni kazi ya Mungu? Hapana. Ndio nimesema kwamba muongo, siku uliosema uongo uliongezewa mapigo kwa kusema uongo isivyoandikwa katika kitabu cha Agano Jipya. Maana kitabu cha Agano Jipya kimesema kwamba basi vueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake. Siku muongo nisikilize, hata kama wewe ni askofu. Siku uliosema uongo ndio siku hukusema kweli, uliongezewa mapigo kwa kusema uongo, uliondolewa uzima ni mfu kwa kuto kusema kweli. Mungu awasaidie nyote, ni wafu, ni wafu chini ya jua. Ninasema, ninawahakikishia kwamba ni wafu nyote, nyote, nyote ni wafu, ni wafu kwa kutokuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata muwe hai.
Si mmesikia ile Yohana sura ya 5 na mstari wa 25? Mmesoma tena. Nimesema vipindi vyangu ninapofundisha muwe mnasoma vitabu ninavyovitaja. Someni, 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 someni. Ni wafu, ni wafu, ni wafu. Majengo yote hayo ni takataka mbele za Mungu. Kwani majengo mnayoyajenga mkizani hii ni kazi ya Mungu, hii ni nyumba ya Mungu. Wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Hapo mnaojenga nao pana wachawi, pana waongo, pana wazinzi, pana wanaozini moyoni wala hawatubu. Hapo mlipo ni wafu chini ya jua. Majengo hayo ni takataka. Maana miaka hii mmekazana kushindana. Sisi jengo letu ni zuri. Tumepaua. We, acheni, hizo ni takataka. Pamoja na wanaojenga hayo ni takataka mbele za Mungu, kisa kuto kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana ni Yesu. Bwana ni Yesu. Mmezimia nyote kwa kiu ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana ni Yesu. Bwana ni Yesu. Ujisikie wewe uwaye yote uliye mtu wa Mungu. Kama unayafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, umepotea. Hujamwamini mwana. Kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Nisikilize watu wa Mungu. Nisikilize watu wa Mungu. Mliumbwa na Mungu, mnapaswa kumtumikia yeye peke yake. Utumishi wake ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, na huko ndo kutumika. Ndo utumishi ambao hatustaafu, tunatumika mpaka kufa. Haujafanana na utumishi wa hivyo vyeo mnavyopewa. Inafika kipindi mnasema amestaafu. Amestaafu, lakini ameendelea kutumikiwa. Ameendelea kutotumika. Kwa hiyo ni mfu. Nchi yote watu wa Mungu wamezimia kwa kiu ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana ni Yesu. Kuto kuyafanya ni kuto kuyasikia. Nisikie. Nisikie imempendeza Mungu kuwaokoa watu wake wote chini ya jua. Wanaozani kuwa tumeokolewa, kumbe walishaondolewa uzima, ni wafu, kisa kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu. Ni wafu. Mungu awasaidie. Hata usiye na cheo chochote, wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu. Maadamu umeujua utumishi wa kumtumikia Mungu, wewe unayafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hayo ndo maneno ya Yesu, na huko ndo kutumika, kuyafanya yote. Kuto kuyafanya yote huko ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Enyi watu wa Mungu, nisikie. 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 Imempendeza Mungu kukitumia kinywa changu kadiri anavyotaka, kwani ndiye aliyeniumba, ndiye aliyenifanya nikafanyika kiasi hiki. Lakini ni Mwokozi wa wenye mwili wote chini ya jua. Achana na wokovu wa kutamka mdo, nimeokoka, nimeokoka, huku huyafanyi yote maneno ya Yesu. Wewe ni mwongo. Maana imeandikwa kwamba yeye asemaye namjua wala azishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Na kweli ni Yesu. Unaposema namjua Yesu wala huyafanyi maneno yake yote, wewe ni mwongo, wala Yesu hayumo ndani yako. Si Yesu ndio neno? Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mtu, achana na danganywa. Wewe ni mtu wa Mungu. Mtumikie Mungu. Ndiye aliyekuumba. Tumikie peke yake. Na utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Nisikilize. Wewe ni mtu wa Mungu, sio mtu wa mtu. Huyo mchungaji wako ni mtu. Wewe sio mtu wake. Hakukuumba huyo hata umtumikie. Siku hizi watu wanadanganywa. Wewe ni mtu wa Mungu, mshirika
hilo jina sio jina la kwako. Wewe ni mtu wa Mungu. Ndo anakuambia huyo mchungaji wako, anasema nenda kunilimia shamba langu. Mkitoka shambani kwake anakuambia Mungu atakubariki. Unadanganywa. Wewe ni mtu wa Mungu. Inakuwaje utoke kumtumikia yeye alafu anakuambia kwamba Mungu atakubariki? Anakudanganya. Ila Mungu amekuongezea mapigo kwa kumeenda kumtumikia Mungu wakati humtumikii Mungu. Wakati humtumikii Mungu unamtumikia mtu. Huyo mchungaji wako ni mtu. Ni mtu. Achana naye. Namba moja, mtumikie Mungu. Yawe ni namba moja kumtumikia Mungu, huko kuyafanya yote maneno ya Yesu ndo kutumika. Acha kutumikiwa. Acha utumike sawa na anavyotaka Mungu kwa kuyafanya yote maneno ya Yesu. Kuyafanya yote, unanisikia? Kuyafanya yote kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote, huko ndo kutumika. Huo ndo utumishi. Hakuna utumishi mwingine. Ni huo ndo utumishi wa kumtumikia Mungu. Huko kutumika, kuyafanya yote, ndo kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata uwe hai. Sauti ya mwana wa Mungu ni maneno. Mwana wa Mungu ni Yesu. Mwana wa Mungu ni Yesu. Hayupo mwingine. Mungu awasaidie watu wake. Mjue utumishi wa kumtumikia Mungu kwamba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Na unapoyafanya yote, huko ndo kutumika. Na huo ndo utumishi ambao hatustafu. Tunafanya mpaka kufa. Tunafanya mpaka kufa. Huko ndo kutumika. Tumika. Wewe ni mtu wa Mungu. Tumika mpaka kufa. Mungu akusaidie sana kwa vile umeujua utumishi. Wewe ni mtu wa Mungu. Alikuumba. Alikuumba Mungu. Alikuumba, nawe inapaswa kumtumikia yeye peke yake. Maaskofu, wachungaji, acha kuwatesa watu wa Mungu na michango ya kuwachangia ninyi na wake zenu ili mwe mnakunywa soda kwenye jiko kuu. Ninyi acheni. Acheni. Mnakunywa soda, lakini washirika ambao mnasema kwamba ni washirika wetu wanarudi wanakula cabbage na maharage, lakini ninyi nyama, soda, mikate kwenye jiko kuu. Acheni. Mnawatesa, mnawasumbua watu wa Mungu. Hao ni watu wa Mungu. Hizi ni siku za mwisho. Mwanzo wa hizi siku za mwisho ulianzia ile siku ya 50 ya Pentekoste, toka Pasaka ya Yesu na wanafunzi wake. Hiyo siku ya 50 ile ya Pentekoste, hiyo ndo ulikuwa mwanzo wa siku za mwisho, ambazo hata Joeli nabii alikuwa ametabiri kwamba siku za mwisho nitamimina roho yangu kwa vijana na kwa mabinti na kwa wazee wataona maono. Huo ndo mwanzo wa siku za mwisho ambazo Petro alisema, aliwakumbusha kwamba haya ndo Joeli nabii alitabiri. Ukitaka kusoma uelewe mwanzo wa siku za mwisho, hizi zote ni siku za mwisho kuanzia hiyo siku ya 50 toka Pasaka ya Yesu na wanafunzi wake. Na hiyo ndo ulikuwa mwanzo wa Agano Jipya. Pale Petro wakati wamejificha, wanawaogopa Wayahudi walio nao na mkutano wao wa mavuno, walikuwa wamejificha. Hao wanafunzi walikuwa kwenye dari la nyumba ya Mariamu mama yake Marko. Walikuwa ghafla uvumi ukaja ukaijaza ile nyumba, wakaanza kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia. Sasa wale waliokuwa wapo nao kwenye mkutano wao wa mavuno wakawa wanaisogelea ile nyumba, wakawa wanasikia wakasema hawa sio, mbona tunasikia kila mtu anasema sauti.
ye kwetu, wakawa wanasikia hawa wamelewa. Ndo Petro akasema hawajalewa kama mnavyozani, hii ni saa 3. Ni yale ambayo Joeli nabii alitamka. Haleluya! Huo ndo mwanzo wa siku za mwisho, toka ile siku ya Pentekosti ya 50, toka Pasaka ya Yesu na wanafunzi wake. Ile ilikuwa ni siku ya 50. Kusema 50 ni Pentekoste. Ndo Petro sasa aliwakumbusha kwamba hawajalewa. Haya ndo nabii Joeli aliyatamka. Hapo ndipo mwanzo wa siku za mwisho. Siku za mwisho toka ile siku ya Pentekosti ni nyingi tu. Hizi zote toka Pentekosti ni siku zote ni za mwisho. Ni siku za mwisho toka ile Pentekosti. Ni siku za mwisho. Sasa katika hizi siku za mwisho ndo mtakamotokea siku moja ya mwisho ambayo hakitakuwepo cha kuendelea tena chini ya jua. Nisikilize watu wa Mungu. Ninyi ni watumishi wa Mungu kama mnatumika. Kama hamtumiki ni wafu. Ni wafu. Ni wafu. Mungu wasaidie. Masikofu, ubahatike kusikiliza kipindi changu hiki. Ujijue kwamba hapo ulipo ni mfu, kisa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu. Haleluya! Niende kutaja namba yangu 0753969199. Niende kumshukuru huyu aliyeniumba, aliyotoa kibali na ruhusa niwepo katika tarehe hii ambayo ni mpya toka utotoni mwangu sijawahi fika. Nimuinue Baba yangu na kuinua, Muumba mbingu na nchi na vilivyomo. Ninakuinua pamoja na wote wakuinuao. Yesu wangu, wewe ndiwe uliyemwambia mwanamke Msamaria kwamba wamwabuduo wanataka inawapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Nami naomba Baba yangu, ninakuabudu, ninakutolea shukurani kutoka moyoni mwangu kwamba asante Yesu, kwa sababu wakati huu wewe ni Mungu wa nyakati. Umekitumia kinywa changu kadiri unavyotaka, tena huna mpinzani. Wafalme wa dunia wana wapinzani wao, lakini wewe Mungu ni peke yako. Wewe ndiye Alfa Omega, wa kwanza wa mwisho. Hayupo Mungu mwingine aliyeniumba mimi. Ni wewe, niliumbwa nawe, uliniumba. Mungu ndiwe uliyenijulia yote yaliyo mbele katika maisha yangu niendako. Asante Kristo, na kushukuru kwa sababu hata na tarehe hii ulikumelijulia. Hata siku hii ya leo, jana ilikuwa ikiitwa kesho, lakini tena imekwisha kuwa leo. Ninakuinua. Matendo yako hayachunguziki na elimu ya wanadamu iliyo na ufinyu. Wenye elimu hiyo wanakufa na kubadilika na kuzeheka. Elimu yako Mungu hubadiliki, huzeheki, hufi. Ulikuwepo, upo, nami ninakuabudu uliyekuwepo. Uliniumba Baba yangu, nitaka nikuabudu. Ninakutolea shukurani sasa kwa siku hii ya leo. Nasema asante kwa sababu umekitumia kinywa changu kama ulivyotaka. Nani apinge matakwa yako? Huna mpinzani. Ninafurahia kwa wakati wako. Ni Mungu wa kushangaza. Asante Kristo, nashukuru Muumba wangu kwa kuwa hujawa mbali nami Yesu. Usisikie nishukurupo au niombapo. Uko jirani mno. Ninakuinua. Asante, asante, asante. Asante Yesu, katika jina lako Yesu tulilopewa kuokolewa kwalo. Amen.